Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mtu wa Mungu, leo mtu wa Mungu, ningependa kutafakari na wewe juu ya wale watu ama mtu yule ambaye mwenye kutamani vitu ambavyo hajui hata misingi yake ni ipi, hajui vinatoka wapi, hajui ni kitu gani ambapo kipo nyuma ya hivyo vitu. Mtu wa Mungu, siku hizi watu wamekuwa na ile kasumba au wamekuwa na taratibu au tabia ya kuweza kutamani vitu ambavyo visivyokuwa vya kwao, ama pengine maisha ambayo yasiokuwa ya kwao. Wanaweza wakamwona tu mtu labda pengine anaendesha gari zuri, mtu anakuta anatamani. Pengine anaweza akamwona mtu ana kazi nzuri, mtu akatamani pengine angekuwa na hiyo kazi. Au pengine anaweza akaona nyumba nzuri, huyu mtu anatoka kwa nyumba nzuri, au anaishi katika nyumba nzuri, au familia inaishi katika nyumba nzuri, akatamani. Leo mtu wa Mungu, acha nikwambie, hivyo vyote unavyovitamani ni mara 100 ukamwomba Mungu ili aweze kukupa vya kwako, maana atakavyokupa vya kwako vitakuwa na uhalali na utakuwa unajua. Pengine huwezi jua hiyo gari ambayo unaoitamani, Mungu anakupeleka katika ulimwengu wa roho, anakutoa katika ulimwengu wa mwili kushuhudia hiyo gari ambayo unaoiona ni nzuri. Kumbe huyo mtu anayeendesha hiyo gari pengine anaendesha jeneza, au pengine yuko kwenye kaburi, au pengine huyo mtu unayemuona anaishi kwenye nyumba nzuri. Mungu anakutoa katika ulimwengu wa mwili, anakupeleka katika ulimwengu wa roho kuonyesha hiyo nyumba ilivyo. Kumbe pengine unaona huyo mtu ambaye anaishi kwenye nyumba nzuri katika ulimwengu wa mwili, kumbe anaishi kwenye umbuyu. Au pengine kwenye hiyo kazi unaiona na kazi nzuri, kumbe hiyo kazi ina shida, ina changamoto nyingi. Mtu wa Mungu, yaani ni kama vile Yohana alivyotolewa na Mungu akapelekwa kwenye kisiwa cha Patmo na akawa anafunuliwa maono katika ulimwengu wa roho. Hivyo na wewe Mungu akikufunulia maono katika ulimwengu wa roho, unaweza ukashangaa hata usitamani hiyo nyumba kuwa nayo, hata usitamani kuwa nayo hiyo gari. Shalom, shalom mtu wa Mungu.